الحمد لله الكبير المتعال الذي يوالي مواسم الخيرات على عباده ليزيدهم من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن رب رمضان هو رب سائر الشهور. إن من علامات قبول الطاعة الاستمرار عليها بعد انقضائها، فإذا كان العبد قد صام رمضان وقامه فإن زمن العمل الصالح لا ينتهي إلا بالموت. فالمؤمن الصادق رباني لا رمضاني، يعبد ربه في كل حين. Ndugu zangu Waislamu, hakika khutba yetu ya leo itazunguka katika unwani afdalu siyam baada Ramadhan, saumu bora baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Anasema afdalu siyam baada Ramadhan huwa siyam shahri llahi almuharram, saumu bora baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni saumu ya huu mwezi wa Allah Muharram, mwezi wa mfungo 4 ambao katika kalenda yetu ya Kiislamu ndiyo mwezi wa kwanza. Kwa hivyo saumu za sunna ziko nyingi, lakini zipi ni bora au wakati gani ni bora kufunga saumu za sunna? Ndio Allah akatubainishia kupitia kwa kinywa cha mtume wake, sala na salamu zimfikie yeye, kwamba saumu bora katika saumu za sunna baada ya kuwa ushafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni saumu ya faradhi, basi jitolee katika kufunga saumu za sunna katika huu mwezi tulionao ambao ni mwezi wa Muharram, au kwa Kiswahili ni mfungo 4. Kwa hivyo tunaona kwamba kunao saumu za 6 ni Shawwal ambayo zinafuata baada ya kumalizika tu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha kuna 3 ayyam au ayyamul bid fi kulli shahr, siku 3 ambazo zinajulikana kama siku nyeupe katika kila mwezi. Hizo pia ni saumu za sunna. Kisha kuna Jumatatu na Alhamis, hizo pia ni saumu za sunna. Kisha kuna zile siku 9 katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, hizo pia ni saumu za sunna, ikisisitizwa zaidi siku ya 9 ambayo ni siku ya Arafa. Alafu tuingie katika mwezi wa Muharram ambao ndio huu tuko nao. Kuna Tasua na Ashura, kama vile alivyosema Mtume ama ilivyopokelewa kwamba alipofika katika mji wa Madina aliwakuta Mayahudi wakifunga siku ya Ashura ambayo ni siku ya 10 katika mwezi mtukufu wa Muharram. Akawauliza, kwa nini mnaifunga siku kama hii? Wale Mayahudi wakamwambia ni kwamba tunamshukuru Allah kwa kumuokoa Musa kutoka kwa adui wake na adui wa Allah ambaye ni Firaun. Kwa hivyo kwa sababu hiyo ndio sisi tunasherehekea kwa kuokolewa Musa kutoka kwa Firaun. Mtume akawaambia, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi kwa Nabii Musa kuliko nyinyi, kwa sababu mitume wote ni ndugu. Kisha kama vile tunavyojua mitume wote walikuwa ni Waislamu. Kwa hivyo sisi Waislamu ndio tuna haki zaidi kutoka kwa Nabii Musa kuliko wao Mayahudi. Kwa hivyo Mtume akawaambia, nitafunga hiyo siku. Masahaba walipomuuliza, kwa nini ufunge hiyo siku na hali Mayahudi wanaifunga? Akasema, ikiwa nitaishi mpaka mwaka ujao, basi nitafunga 9 na 10, yani kuwakhalifu Mayahudi.
Kwa hivyo kama wewe umeshindwa kufunga siku hizi, zishapita, basi jitolee katika huu mwezi, angalau isikupite ayyamul bidh katika huu mwezi, siku nyeupe tatu, tarehe 13, 14 na 15. Kisha kuna Jumatatu na Alhamis ambao zinapatikaniwa katika huu mwezi, zisikupite. Ili nini? Angalau usikose fadhila za huu mwezi mtukufu wa Muharram. Kama vile tunavyojua kwamba kuna miezi minne ambao ni mitukufu katika mwaka, basi miongoni mwa hiyo miezi huu pia ni mmoja wapo. Kwa hivyo usikose fadhila za kufanya ibada katika huu mwezi mtukufu. Hata kama zile siku bora zimekupita, basi angalau ujitolee katika zile zilizobaki ambazo ni Jumatatu na Alhamis na siku tatu zile nyeupe. Ayuha almu'minun, laqad su'ila nabiyuna sallallahu alayhi wasallam ayu siyam afdal baada Ramadhan. Ndugu zangu waumini, hakika aliulizwa mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, ni saumu gani bora baada ya saumu ya Ramadhani? Kama vile tunavyojua saumu ya Ramadhani ni saumu ya faradhi. Sasa je, baada ya Ramadhani katika zile saumu za sunna ni ipi bora? Mtume wa Allah, sala na salamu zimfikie yeye, akajibu, afdalu siyam baada shahri Ramadhan shahrullahi almuharram. Bora wa saumu baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni saumu ambayo itafungwa katika mwezi huu wa Muharram, tena akauegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akisema shahrullahi almuharram, mwezi wa Mwenyezi Mungu ambao ni mwezi wa Muharram. Kwa hivyo kama vile alivyoegemeza kwa Allah, inamaanisha kwamba huu mwezi una fadhila zaidi kuliko miezi mingine. Na kama utafunga katika mwezi huu, basi utapata ujira mkubwa sana kuliko kufunga katika miezi mingine. Fahanian liman ittaba Ramadan bisiyami ayyam min shahri Allahi al-Muharram. Kwa hivyo ni hongera kubwa kwa yule ambaye atakuwa ni mwenye kuifuatisha baada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha akafunga katika mwezi huu wa Muharram zile saumu za sunna ambazo zinapatikaniwa katika mwezi kama huu. Waman sama 6 ayyam min Shawwal, na vile vile yule aliyefunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal ambao ni mwezi wa mfungo mosi kama vile tunavyojua Kiswahili, fa innahu kasiyami dahr kullah, nayo inaonyesha fadhila zake ni kama kwamba ni mtu ambaye amefunga mwaka mzima, kwa sababu Ramadhani inahesabika kwa miezi 10, kisha siku 6 inahesabika kwa miezi miwili, yote inakuwa ni miezi 12. Kwa hivyo wewe ukifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani siku 30, kisha ukafuatisha siku 6 baada ya Ramadhani, inakuwa ni kama ambaye umefunga mwaka mzima. Kwa hivyo siku chache, lakini malipo yake ni ya siku nyingi sana. Wala tansa siyama ayyamil bidh الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. Vile vile usisahau kufunga siku 3 ambazo ni siku nyeupe, siku ya tarehe 13, 14 na 15 katika kila mwezi. Kwa sababu gani? Zina fadhila zaidi pia. Kama vile mtume alipokuwa akifunga, na sisi vile vile tumfuate mtume wa Allah katika jambo kama hili. Kwa hivyo tuwe ni wenye kujitolea katika saumu za sunna kwa wingi, kwa sababu hazikuwekwa hizi sunna za saumu, sunna za swala, sunna za ibada, zote zile zilizowekwa, isipokuwa ni katika kufinika katika yale mapungufu yetu katika zile amali za faradhi, katika zile ibada za faradhi. Kama wewe ulikuwa una mapungufu katika siyamu yako ya faradhi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi hizi somo za sunna zinakwenda kuziba katika yale mapungufu uliyofanya katika ile somo yako ya faradhi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku zote tukiona tumewekewa jambo la sunna, tusidharau, kwa sababu ni jambo ambalo litakufanya wewe
kesho uende ukapate ujira mkubwa ambao hata huku utarajia. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. أيها المسلمون، إن الصيام مدرسة للتقوى والمراقبة والإحساس بالفقر إلى الله، والمبادرة إلى صيام النوافل بعد رمضان هي دليل على الشكر وسبب للوقاية من النار، فلنحرص على ترويض أنفسنا على الصيام المستحب ولنستعين بالله ولا نعجز. Ndugu zangu Waislamu, tukimalizia ni kwamba hakika ya saumu ni madrasa au ni chuo cha kukufunza wewe uwe na uchaji Mungu, uwe unamuogopa Allah haki ya kumwogopa, na vile vile uwe na muraqaba, kwamba ujue kwamba wewe amali zako zote unazozifanya zinafuatiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kuhisi ufakiri, kuhisi umaskini mbele ya Allah, kwamba wewe unahitajia kwa Allah wala Allah hahitaji kwako wewe. Wajua, lazima tujue kwamba sisi wanadamu ni wahitaji kwa Allah, wala Allah hahitaji chochote kutoka kwetu. Tusifikirie kwamba tukiswali swala tano pamoja na sunna zake, tukifunga saumu ya Ramadhan pamoja na saumu za sunna, tukitoa sadaka, tukienda haji, tukitoa zaka na mengineyo katika ibada, hakika hayamnufaishi Allah chochote, hayamuongezei chochote katika ufalme wake, wala hayampunguzii chochote katika ufalme wake. Hii yote ni malipo au ni kitu ambacho kitatusaidia kesho siku ya Kiyama, mimi na wewe, kama vile alivyosema Allah, man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alayha. Yoyote ambaye atakayefanya wema yufanya kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, wala hafanyi kwa ajili ya Allah, wala hafanyi kwa ajili ya watu wengine. Ni manufaa ambayo yatarudi kwake yeye mwenyewe. wa man amila sayi'atan wa man asaa fa'alayha. Na yoyote ambaye atakayefanya ubaya, basi yajue ule ubaya utamrejelea yeye mwenyewe. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitolee katika kufanya ibada za faradhi na za sunna, kwa sababu ni ujira ule ambao utatunufaisha sisi kesho siku ya Kiyama. Kwa hivyo tufanye bidii katika kuzifuatilia saumu za sunna na kuzifunga kwa wingi baada ya kufunga saumu ya faradhi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii yote ni dalili ya kuonyesha kwamba sisi tunamshukuru Allah katika kutuwezesha kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha kuweza kudumu katika taa yake, na vile vile ni sababu ya kutukinga sisi kutokamana na moto wa Allah, moto ambao hatuwezi kuuvumilia mimi na wewe. Kwa hivyo tufanye bidii katika kuzizoezesha nafsi zetu katika kufanya mambo ya sunna kwa wingi, iwe ni sala za sunna baada ya kuwa tushaswali swala za faradhi, au ni saumu za sunna baada ya kuwa tushafunga saumu za faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo tujitolee katika kufanya mambo ya sunna kwa wingi, iwe ni saumu, iwe ni swala, iwe ni sadaka na mengineyo, kwani tukifanya hivyo ndiyo tutaweza kuokoka kutokamana na moto wa Allah
na kufuzu kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tufanye bidii na tuombe msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusishikwe na uvivu katika mambo kama haya. Thumma sallu wa sallimu rahimakumullah ala man amarakum bis-salatu was-salamu alayhi faqala fi muhkam at-tanzil ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى عن الأربعة الخلفاء السادة الخلفاء وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب أسد الله الغالب وغيرهم من الآل والأصحاب وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر كلمة الحق والإيمان. اللهم اجعل خير زماننا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك وارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من شرور اليهود ونضعك في نحورهم. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.